Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaomba kuwatangazia kwamba Masjidi Maamur tutakuwa na ratiba ya swala ya tarawehi kila siku baada ya swala ya Isha. Kwa hiyo nakaribisha sana msikitini tujumuike kwa pamoja. Na pia Mzee Zumbe anawakaribisha Waislamu wote katika iftari pale nyumbani kwake. Atakuwa anafuturisha siku zote za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jazakallahu kheri Mzee Zumbe. Ndugu zangu Waislamu, Mzee Zumbe anawakaribisha sana kwenye iftari. Na iftari zipo za aina zote, iftari za kuchimba, tambi, chapati, maharagwe na kadhalika. Karibuni sana. Mme wangu Mzee Bakari Kiboga, watu wa Dakukula hao wanasema ufungue mlango ili upate baraka. Ungeenda kuwafungulia sasa. Nawasikia. Unawasikia mme wangu? Nawasikia mke wangu, vizuri kabisa nawasikia. Ungetoka sasa Bakari Kiboga uende ukashirikiane nao. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio umefika hivyo mme wangu, nenda kachukue hizo baraka. Au uzitaki baraka za Ramadhani wewe? Watu wa Dakukula hao huwa wana baraka kubwa sana. Nenda mume wangu, usikae kinyonge nyonge, mwezi ndio umetaradadi. Jamani, halafu ananikumbusha mbali mimi hao. Fungua mlango mama fungua mlango mama upate baraka. Nyumba yako ina giza mama tuashie kibatali mama upate baraka. Fungua mlango mama Bakari Kiboga, fungua mlango babangu, nenda. Hapana, siwezi kufungua mlango mke wangu, siwezi kwa kweli. Baraka zinatupita hizi mme wangu Bakari Kiboga jamani. Sasa kwa nini usifungue mlango? Nadhani wewe hunitaki mke wangu, si ndio? Umenitoka. Unataki vipi tena wewe wangu? Hunitaki. Unaniambiaje mimi nifungue mlango wakati naisikia sauti dhahiri kabisa ya yule kijana alonikaba kwenye jumba bovu la Mzee Chiko? Akaniibia simu yangu, kanivua na suruali yangu, nimerudi na boxer hapa siku ile. Aha. Ni kweli mme wangu. Ni yeye kweli. Huyo mwenye sauti ya kufyoma fyoma huyo, sijui anaitwa Kitundu huyo. Ndio huyo kweli. Lakini mme wangu, kumbuka huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vijana wote ambao walikuwa wanafanya mambo ya hovyo, wanafanya ujinga, kidogo wanabadilika, wanamrudia Mungu. Sasa leo hawajaja kwa nia ya kukaba, wamekuja kuamsha daku, kuleta baraka katika nyumba yako. Hapana, nsije nikaamka nikafungulia watu hapa nikawa chambo. Wacha siku ya leo ipite, wakija siku nyingine ndo nitafungua. Nitasikia tu kesho. Kama kutakuwa na matukio ya hovyo wanayofanya, nitayasikia kesho. Lakini leo hapana, leo siwezi kuwa chambo hivyo. Wacha leo apite tu, sitafungua mlango. Jamani, mimi ndo kwanza wananipa vibe jamani, sikiliza. Ramadhani, Ramadhani. Baba na mama amkeni, mle daku. Baba na mama amkeni, mle daku. Jamani, cheki. Sasa mbona unacheza kama ulikuwa hutaki? Nenda kawafungulie uenjoy. Eti unamwogopa Kitundu. Kitundu sasa hivi atakuwa amebadilika. Kama ameingia kwenye kundi la Dakukula, basi huyo ni kijana wa Kiislamu huyo. Anautukuza mwezi huyo. Aise, ndugu zangu Waswahili wanasemaga kwamba kuuliza sio ujinga. Sasa mimi wenzenu nina swali, kwa sababu nimeunganishwa tu kwenye kundi hili bila kujua hili kundi ni la nini. Kwa sababu jana Kitundu ulikuja tu usiku saa 1 ukawa unaniamsha. Oya, amka, njoo tuungane kwa pamoja. Lakini kusema ukweli hadi sasa hivi bado sielewi hili kundi lina manufaa gani? Maana jana tumeimba sana hadi sauti yangu usiku ikawa imekatika. Dakukula. Na hakuna chochote nilichokipata. Na mie nilikuwa na swali kama hilo bwana Kitundu. Hivyo alivyouliza bwana Kombo. Ulikuja kunigongea magetoni ukaniambia kichwa amka, kuna issue, twende tukaifanye haraka. Lakini hadi sasa bado sijui. Ila issue ya Daku mbona ghafla na sio watu wa mambo hayo. Wanangu, kwanza mimi niwashukuru sana kwa sababu jana mmeonyesha utiifu mkubwa sana. Yaani mmenitii kiasi kwamba mimi mwenyewe nikasema, washikaji, kwa nini wamenitii ghafla hivi? Hata hawakuwa na maswali mengi. Nilivyoambia twendeni, tukaamka popo na tukaenda tukafanya vile ambavyo inavyotakiwa, na watu wameappreciate sana.
Yaani katika kitu hicho mimi nimewashukuru sana wanangu. Kama kawaida tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kama mnavyojua mwezi wa Ramadhani una mambo mengi, shughuli ni nyingi. Nadhani mmelisikia pia tangazo ambalo jana limetangazwa msikitini usiku mida jioni. Mimi nilivyolisikia tu lile tangazo ndio maana nikakiamsha muda huo. Si mmelisikia tangazo lakini? Eti bwana Kombo, anauliza Kitundu, lile tangazo wewe ulilisikia jana? Tangazo kwa kweli bwana mimi jana nimelisikia pale msikitini. Uzuri wake nilikuwa karibu na mazingira ya msikitini. Kwao nilisikia walikuwa wanasema kwanza wanakaribisha watu kuswali tarawehi, kutakuwa na tarawehi kila baada ya swala ya insha. Halafu pia wakasema kwamba Mzee Zumbe bilionea wa jiji pia anatoa msaada, tuseme sijui anatoa sadaka ya kufuturisha kila siku watu kwenda kufuturu kwa Mzee Zumbe. Tena futari sio ya kuchimba tu, ni futari za aina zote. Hewa, huyu bwana alikuwa makini sana na tangazo aisee. Kaongea kama tangazo lilivyosema. Sasa mimi hilo tangazo la jana ndo limenipa idea ya haraka kuunganisha hili kundi. Kwanza sisi tunajulikana kwa sifa mbovu hapa mtaani. Hakuna asiyetujua. Tunavuta bangi, Halafu pia sisi ni wakabaji. Mimi jana tu juzi hapa nimemkaba Bakari Kiboga vibaya mno, na najua hiyo ndo sababu ya jana yeye hakufungua mlango. Tulivyoenda kuimba akasikia sauti yangu akasema wakabaji hao. Mimi ni mkabaji maarufu kabisa, wananijua. Kombo mwizi wa kuku na bata za watu, wanakujua mtaani, hakuna asiyekujua. Ya mjomba, hiyo inafahamika. Na ndugu yangu Kwichwa hapa mtaani wote wanakujua kwamba wewe ni mlevi. Vilabu vyote vinakujua, maklabu yote mabaya yanakujua. Sasa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani lazima tujisafishe mabwana. Na njia nzuri ya kujisafisha ndio hii, twende tuluke daku kama kawaida, na hii ndio itakuwa tiketi yetu ya sisi kuwekwa kipaumbele hata kwenye futari za Zumbe. Bila kuchangamka hivi futari ya Zumbe hatutaifunda. Sadaka kabisa. Wewe mwanangu ni genius. Tena genius mkubwa sana, kwa sababu sikutegemea kama ungelikuwa na akili haraka kama hivi. Aisee, umefikiria jambo zuri ambalo sijawahi kulifikiria mie. Yaani jana tulivyosikia tangazo muda ule ukaunganisha kundi. Hii ndio inavyotakiwa hii. Sasa mwanangu mie nakwambia nitakuwa na nyie papa tu papa. Na iftari ya Zumbe tutakuwa nayo papa tu papa hadi kieleweke. Na mimi hivyo bwana Kitundu. Nimefurahi sana kuunganishwa kwenye kundi la manufaa kama hili. Najua sasa hivi issue ya kula jioni ni uhakika. Nitakula chochote ninachokitaka kwa Mzee Zumbe. Mimi niko tayari kuwa na nyie na nitajumuika na nyie papa tu papa. Sasa kundi hili mabwana litakuwa linaitwa kundi la maulamaa. Na kundi hili amekosekana mtu mmoja tu, Shemtoi. Nimejaribu kumtafuta jana kila kona, sijampata. Na leo asubuhi nimemtafuta, sijampata. Najua atakuwa kwenye mitikasi yake mingine. Sasa muda wote nitakaomuona basi tutajumuika, tutakuwa wanne, kwa sababu yule bwana ni mjanja sana na pia ni mchangamfu. Atatusaidia sana kwenye kundi. Hili kundi litakuwa linasaga na kula futari anytime, sehemu yoyote ile. Sasa kwa Mzee Zumbe futari tutakula, haijalishi wewe unafunga au haufungi. Futari lazima ilike. Mgonde tumbo ndizi mshale. Najua wewe ni gwiji mganga mbunifu, unajulikana maarufu, lakini sometime basi kuwa muoga hata kidogo, kuwa na hofu ya Mungu. Najua huiogopi jamii huiogopi hata kidogo, lakini sasa Mungu pia muogope. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu yangu unafanya mambo ya uganga mchana kweupe, huna wasiwasi kabisa. Hebu jaribu kubadilika. Miezi kama hii ya Ramadhani unaweka pembeni matunguli, unamwabudu Mola wako. Utakuoja kuomba lini maghfira bwana Kijuchu? Eti Kijuchu bwana mjomba Nchumali tumbo. Wewe mchawi mkubwa. Leo ndo mara ya kwanza naona eti mhenga anamshauri mhenga mwenzake. Sasa umeokoka au? Hebu acha upuuzi bwana wewe. Tunajuana sisi wote ni wachawi. Wewe mchawi na mimi mchawi. Sasa ya nini kuja kumjia mwenzako kwenye kilinge chake unamshauri ujinga kama hiyo? We mdongwe. Acha upumbavu wako huo. Kama umechoka kuzungumza na mimi, kushauriana na mimi, ondoka kilingeni kwangu. Sija kuita hapa. Mgosi, mimi ni Muislamu kabisa. Pure, tena bila kupepesa macho. Jina langu la Kiislamu naitwa Ramadhani
Mbaruku Dibuzi. Najua jina langu baya sana, lakini hilo ndio jina langu halisi la Kiislamu nililopewa na wazazi wangu. Babangu alikuwa shehe, mimi nimekuja kuingia huku kwa sababu ya tamaa na wivu wa dunia. Lakini mimi ni Muislamu. Kwa hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani unapofika, lazima nisimame imara kuutukuza na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Sasa mwenzangu wewe Poshkwini Kibinu, huna cha Ramadhani, Shabani wala nini, huogopi chochote. Badilika. Huyo mswalihina nini? Iyo. Wewe mswalihina nakujua fuvu bwana. Hebu acha kunitania, acha utani. Ramadhani Mbaruku nani silijui. Mimi najua wewe unaitwa Fuvu au jina lako lingine Sungambisi. Uchawi mkubwa wewe. Eti leo unajifanya ustadhati. Sijui ndio ustadhati. Bana usinipige kelele. Wewe kama umechoka kuzungumza na mimi ondoka kilingeni kwangu. Toka. Alafu unahisi kama nakutania. Sikutanii. Mimi ni Muislamu mwenzako, lazima nikulinganie katika hali ambayo itakuokoa. Hebu acha masuala ya uchawi ndugu yangu. Mwezi huu fanya ibada, omba sana, funga. Mimi ni Muislamu, ngoja kwanza nikupe kidogo angalau aya hata 2-3 ndio utaamini. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa assalamu alaikum. Umeona? Ndio uamini kwamba mimi naitwa Ramadhani Mbaruku Dibuzi bila kupepesa macho. Badilika. Leka usai. Acha uchawi ndugu yangu. Mrudie Mungu. Wewe unafanya nini hapo kwenye friji? Laila we, shemteo unakula mchana wa Ramadhani?